Waisraeli wakawaona Wamisri ufuoni kwa bahari, wamekufa. Amen. 15 nasema, ndipo Musa na wana wa Israeli wakawaambia Bwana wimbo huu, wakanena na kusema, nitamwimbia Bwana kwa maana ametukuka sana. Farasi na mpanda farasi amewatupa baharini. Bwana ni nguvu zangu na wimbo wangu, naye amekuwa wokovu wangu. Yeye ni Mungu wangu, nami nitamsifu. Ni Mungu wa baba yangu, nami nitamtukuza. Bwana ni Mungu wa vita, Bwana ndilo jina lake. Magari ya Farao na jeshi lake amewatupa baharini. Maakida yake wateule wamezama katika bahari ya Shamu. Amen. Amen. Tuamini kwa neno. Baba, katika jina la Yesu, hili ni neno lako Bwana. Tazama mtoto wako amelisoma, tumelisikia. Mfalme amani, ni mtumishi wako Mungu, umempa siku ya leo kulisha kundi kubwa mahali hapa, na mimi nalisalimisha kwako neno hili Bwana. Naomba kumtumie mtumishi wako na mtumwa wako na mjoli wako Baba, uliyemtuma kukuwakilisha duniani, kukuwakilisha na mbinguni. Naomba ukamtumie kama chombo chako. Yeye kwa akili zake hawezi, anakuhitaji wakati huu ili watu wako Bwana akaweze kuwalisha neno hili, akaweze kuwahubiri neno hili, akaweze kuwafungua kupitia neno hili, akaweze Bwana Jehova kuwafanya kuwa wanafunzi wako. Naomba Roho wako Mtakatifu ukatawale kupitia neno hili. Roho wako Mtakatifu ukatawale juu ya mtumishi wako. Roho wako Mtakatifu ukajizilishe juu ya watu wako hawa katika jina la Yesu. Na mimi nasimama kinyume na kila upinzani kwenye neno, roho za kuzimu, mashambulizi, vita, roho za usingizi, naziapisha kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Wakati unawasha moto wa madhabahu, moto wako ukashuke mahali hapa. Hakuna pepo, hakuna mizimu, hakuna wachawi, hakuna mawakala wa shetani wanaotuma kunyong'onyeza watu, wanaotuma Bwana ili kuzuia watu wasilipokee neno. Roho Mtakatifu wa madhabahu ya mje, hebu shuka sasa kwa ajili ya mtumishi wako ili ukamtumie. Fungua masikio yetu ya ndani tukaweze kusikia ulichokusudia juu ya mtumishi wako kupitia jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. 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 Haleluya. Amen. Basi ni kaa vizuri ili ule unywe mezani kwa Bwana. Ujumbe katika mchana wa leo unasema pande mbili za bahari ya Shamu. Amen. Pande mbili za bahari ya Shamu. Amen. Haleluya. Amen. Nataka kuzungumza mchana wa leo ujumbe unaosema pande mbili za bahari ya Shamu. Amen. Tumesoma maandiko yanaelezea namna wana wa Israeli walivyofanikiwa kutoka Misri utumwani, mahali wamekaa miaka 430. Libarikiwe jina la Bwana. Siku wametoka wakiwa na furaha. Maandiko nasema Mungu aliwapitisha kwenye njia inayopita bahari ya Shamu. Ghafla wakaona mbele yao kuna bahari, lakini nyuma yao, baada ya wana wa Israeli kuondoka, Farao akaona kama vile kafanya makosa kuachia. Akaitisha baraza lake na kusema, hawa watu sio vizuri kuachia, walitutumikia, lazima tuwafuatilie. Akachukua magari 600 na askari, wakaanza kuwafuatilia wana wa Israeli. Ghafla wana wa Israeli wakiwa wamefika kando ya bahari ya Shamu, wanajiuliza tunapitaje?
Wakaangalia nyuma, wakaona jeshi la Farao linakuja na mbele yao kuna bahari. Na hapo ndipo ujumbe wangu unapoanzia. Pande mbili za bahari ya Shamu, upande wa kwanza walipoona majeshi ya maadui wanakuja, wakaanza kulia. Wanasema, ni bora ungetuacha Misri, ni bora usingetutoa, tunakuja kufia jangwani. Wakaanza kulia, wakaanza kuteseka. Kwa katika pande mbili za bahari ya Shamu, upande wa kwanza ni upande wa kilio, upande wa maumivu, upande wa mateso, upande wa kukataliwa, upande wa kushambuliwa, upande wa kudharaulika, ni upande wa kilio. Nisikilize mwana wa Mungu asubuhi ya leo. Bahari ina pande mbili, lakini kumbe upande wa pili wa bahari ndiko mahali furaha ya wana wa Israeli ilipokuwa. Na kuletea neno la Mungu linalosema pande mbili za bahari ya Shamu. Glory to God. Naomba unisikilize. Katika maisha yana pande mbili. Kuna upande wa kwanza wa bahari ya Shamu, ni upande wa kilio, ni upande wa huzuni, ni upande wa mateso. Upande huo sema upande huo, wakati watu wa Mungu wanalia na kuteseka na kuhangaika, acha hapo na kuhangaika, adui huwa anafurahi, anajua hawa watu ambao wameanza kulia leo, muda wowote watakata tamaa na mimi nitaenda kuwamaliza. Lakini hawakujua Mungu wetu hufungua njia mahali ambapo pana njia. Ni baada ya kukutoa upande wa kwanza wa bahari, nenda upande wa pili, mahali kwenye furaha, mahali kwenye amani, mahali kwenye uzima. Nisikilize mwana Mungu. Haleluya, 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 haleluya. Unapopita kwenye shida, Ibilisi anadhani shida zile zitatumaliza, anatuachia mashida mengi sana, halafu anatuwekea mbele bahari, akijua shida zitawaua. Wasipokufa na shida, bahari zitawazamisha. Lakini Mungu wetu, yeye hufanya njia kwenye bahari. Ni asubuhi ya ajabu. Kama uko upande wa kilio, barabara inafunguka kwenye bahari, nenda upande wa pili. Unanielewa? Unanielewa? Nisikilize kwa makini. Upande huu tumesoma ile sura ya 14. Wana wa Israeli wanalia, tunakufa, tunakufa. Lakini ghafla ile sura ya 5, sura ya 4 pale mbele, wanaona Mungu anatengeneza njia mahali ambapo waliona hakuna njia. Sura ya 5, kile kilio kimebadilika. Maandiko nasema sura ya 5 mstari wa kwanza, wana wa Israeli wakaanza kumwambia Bwana, wameshavuka ng'ambo, nenda ng'ambo yako ya nyimbo, nenda ng'ambo yako ya nyimbo, nenda ng'ambo yako ya nyimbo, nenda ng'ambo yako ya nyimbo. Unanielewa? 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 Hebu jitazame vizuri. Hivi ulivyo hivyo, wewe ni wakutishwa na Ibilisi, ni wakutishwa na maadui, ni wakutishwa na watu wanaosema tumuone mwaka huu ataaibika, tumuone mwaka huu namna ambavyo kodi ya nyumba itamtesa, hatajenga, watoto hawatafaulu tayari. Msekeleza, hata kama haiwezekani, maandiko yananieleza yote yanawezekana kwake yeye aaminie. Amini mchana wa leo. Hivi unanielewa? Hivi unanielewa? Unahudhuriaje ibada ya hivi halafu uendelee kubaki kwenye upande wa bahari wa kilio? Haiwezekani. Umekuja unalia, mimi Musa nakupeleka ng'ambo, nakupeleka ng'ambo, nakupeleka ng'ambo. Bahari inapasuka. Wanaosema huu mwaka humalizi, jiulize.
umeshakufa miaka mingapi? Tangu 2000. Wanasema humalizi, unamaliza. Amen. Wanasema mwaka unatoboi, unatoboa. Wanasema madeni yatasababisha nyumba auze, hauzi. Wanasema watoto wake hawatafaulu, wanafaulu. Wanasema ugonjwa utamuua, Bwana atakuponya. Ndio wakati wako gerezani wakasema tumewekwa gerezani, hatuna kosa, Mungu wetu yuko pamoja nasi. Wakaanza kuimba ainuliwe Mungu wetu leo, ainuliwe. Wamefungwa pingu, wako chini ya walinzi, milango imefungwa, walinzi wanapeana zamu. Ghafla, sema ghafla, asiyeonekana Mungu wa mbinguni akashuka. Akashusha tetemeko lisiloonekana. Lile tetemeko halikuangusha nyumba wala halikubomoa gereza, lilienda likalegeza minyororo ya kina Paulo. Wakafunguliwa, milango ikafunguka. Wanaona watu wanatoka gerezani, anayewatoa gerezani hawamuoni. Ndivyo hivyo hawatamuona Mungu wako. Watakuona ukivuka mitego yao, watakuona ukienda upande wa pili. Mungu wetu ni Mungu asiyeonekana, lakini utenda kazi katikati ya watu waaminio. Sema amina. Petro akiwa gerezani amekata tamaa. Mchungaji Petro anawaza kundi, mimi nimefungwa na mimi ndio mchungaji. Je, washirika watakuwaje huko? Washirika chini ya Yohana kaambia, sikiliza, mchungaji wake akamatwa yeye, twendeni kwenye maombi. Walikuwa nasema Paulo na Petro akiwa gerezani, kanisa likaomba. Kanisa likaomba. Si tumeanza jana maombi? Tegemea kufunguliwa. Utaona milango ya ajabu ikiwa wazi. Utashangaa nani amefungua milango hiyo. Asiyeonekana atakuja kufungua milango yako. Ndio. Katikati ya maombi Petro amechoka, tena amelala. Bwana akashuka. Maandiko nasema malaika alishuka, akamkuta Petro amekubali matokeo. Washirika hawajakubali matokeo. Maandiko nasema malaika akaenda akampiga ubavuni. Petro akanyanyuka, akaambiwa na malaika, nifuate. Kuna mahali wamesema hutapita, wametengeneza ukuta mkubwa na kweli umeshindwa kuvuka mahali pale. Leo malaika wa Bwana atakwambia nifuate. Nikakupitisha mahali ulishindwa. Nikakupitisha mahali ulishindwa. Nenda ukapita mahali ambapo hapawezekani. Nenda ukavuke mahali ambapo hapawezekani. Bahari iliyoko mbele yako na ipasuke. Niambie bahari kwamba niko upande wa machozi, nataka kwenda upande wa pili wa bahari. Bahari penye nyimbo, bahari penye furaha. Ewe bahari gawanyika, ewe bahari nipe njia. Na ni asubuhi ya leo bahari yako inapasuka. Nenda ukafanikiwe. Unanielewa? Mtazame jirani yako, mwambie, unajua na kuona ndio unatuacha hivyo. Mwambie, Bwana aliona gari lako hilo hapo. Mwambie, Bwana naona niko dukani kwako na kuchangia vitu vya jumla jumla. Mbona mwambie, Bwana naona unatafuta ufunguo wa gari, hutaki kuendesha haya, unataka uende Land Cruiser, hutaki Land Cruiser siku hiyo, unataka uende na Mienzi. Mbona ni kama nakuona ni kwamba haiwezekani kwa macho ya kawaida, lakini Mungu wetu afungue njia mahali hapana njia, afungue milango kwa ajili yako. Siangami, sikatende, sigaliki, nikanao. Unaogopa nini una Bwana? Kina
Petro wako kwenye maji, kwenye kile chombo kikataka kuzama, na Yesu yumo kwenye chombo kile. Wakapiga kile wakasema, Bwana mkubwa, ina maana wewe si kitu kwako sisi tukifa. Yaani sisi tunataka kuzama, halafu wewe umesinzia, sio? Yesu akaamka, akawatazama, akawaambia, kwani shida ni nini? Shida ni gani? Shida gani inakuuliza wakati Yesu naye? Sikiliza, unanielewa vizuri? Ni kwamba watakuumiza lakini hutaumia, maana Yesu naye. Watakuzuia lakini hautazuilika, maana Yesu naye. Watakuchafua hautachafuka, maana Yesu naye. Akawaambia, kwa nini mliona shaka? Mtu aliye na mimi hapasi kulia. Unanielewa? 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 Nipungie namna hii. Punga tena, punga tena, punga tena. Sema, naenda ng'ambo ya pili ya bahari ya Shamu. Naenda ng'ambo ya pili ya bahari ya Shamu, mahali penye nyimbo za furaha. Naomba usimame. Simama. Unashangaa nini? Simama. Tunamaliza. Inua mikono yako juu. Yes. Yes. Funika macho yako. Yuko Mungu awezaye kukupeleka ng'ambo ya pili. Yupo. Farao alijitia ujasiri, akataka na kuamua kuwafuata wana wa Israeli kwenye njia ambayo Mungu amewatengenezea. Maandiko nasema magari 600 aliteketea kwenye maji. Kuna njia Bwana anajifungua kwa ajili yako. Kama watesi wako wataendelea kufuatilia, ndio mwisho wao. Yes. Usiogope tena kufanya kazi. Nenda hata mahali ulipoona kwamba haiwezekani nikaache kazi, usiache kazi. Nenda ukafanye kazi. Nenda hata ofisini ambako ulitoka Ijumaa kukiwa amani hakuna, na unawaza kesho Jumatatu utaendaje. Nenda, utaikuta amani imeshatangulia. Nenda, Bwana atakuwa amekutengenezea njia. Usiogope tena. Usiogope tena. Usiogope tena. Yale ambayo ulikuwa unayawaza yanakupa hofu, mkono wa Mungu uko juu yako. Sema, Bwana Yesu. Sema, Bwana Yesu. Niko hapa. Nimelisikia neno lako. Neno lako la uzima. Umenifundisha leo pande mbili za bahari ya Shamu, upande wa mateso na upande wa furaha. Ndivyo maisha yangu yalivyo. Yamekuwa na kilio na maumivu, na huwa napambana nyakati zote niende kwenye furaha. Siku ya leo nahitaji msaada wako. Niende kwenye furaha tena. Nivuke hii bahari ya mateso yangu. Magonjwa yanayonisumbua iwe mwisho leo. Mlango wa uzima uonekane mbele yangu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Mateso ya umaskini niyaache leo. Nipe nguvu Bwana za kufanya kazi. Niende nifanikiwe. Roho za hasara na nikosi pisha. Pisha. Unaoharibu mipango yangu pisha. Anza kuzungumza na Mungu. Zungumza na Bwana. Pande mbili za bahari ya Shamu. Uko pande gani? 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 Uko pande gani wa bahari? Huenda naona juta. Huenda unajuta kwenye ndoa yako. Bwana nisingeolewa. Lakini nakwambia huu ni upande mmoja wa bahari. Utakapovuka utaifurahia ndoa yako. Huyo mwenza wako mke au mume unayemwona leo hafai, ukivuka kwenye jaribu hilo, huyu unayemwona hafai leo, kesho utamwona anafaa. Yes. Uko pande gani wa bahari?
Mwambie Bwana, zungumza na Mungu. Fungua kinywa chako, fungua kinywa chako, zungumza naye, ongea naye, zungumza na Mungu. Mwambie Bwana, niko upande fulani wa bahari, niko kwenye manunguniko na maumivu makali, niko mahali ambapo kama Waisraeli hawakuona kingine, waliona kilio, waliona kifo. Wanamwambia Musa kwamba ungetuacha ni bora tungebaki Misri tukafia kule. Kuna upande unaona tu kifo, unatamani bora ningejiua, unatamani bora ningekufa, unatamani bora nisingekuwepo duniani. Yale ambayo nakutana nayo ni mazito, yanakukatisha tamaa. Unatamani ni bora ungejiua, unatamani ni bora usingekuwepo duniani. Mambo yamekuwa mazito, unakutana na kesi nzito, huna namna ya kufanikisha ili uvuke mahali pale. Umefika mahali unaona kifo ndio suluhisho. Huo ni upande wa kwanza. Waisraeli pia waliona kifo ndio suluhisho, lakini Mungu anaona mbele yao iko njia. Na mimi nakwambia, omba katika mchana wa leo. Iko njia ya kutoka kwenye jaribu hilo, iko njia ya kutoka kwenye shida hiyo, iko njia ya kutoka kwenye jaribu hilo, iko njia, iko njia, iko njia. Mwambie Bwana, nifungulie njia kama ambavyo uliwafungulia njia wana wa Israeli wakapita katikati ya bahari na maji yakawa yameshapisha. Mwambie Mungu, chochote kinachozuia ustawi wangu kiondoke, kinachozuia ustawi wangu kiondoke kwa jina la Yesu. Hebu endelea kuzungumza na Mungu. Ongea na Mungu, ongea na Mungu, ongea na Mungu. Mama, chukua maiki hapo, ongea na Mungu. Nataka uwe rohoni. Kuna vitu vinavyozuia katika Yesu. Chochote kinachozuia Bwana, leo tunakiondoa kwa jina la Yesu. Chochote kinachozuia, hebu kiondoe hicho kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu na kwa jina la Yesu. Kinachozuia usiinuliwe, kinachozuia usibarikiwe, tunakiondoa kwa jina la Yesu, tunakiondoa kwa jina la Yesu, tunakiondoa kwa jina la Yesu. Hebu kiondoe, 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 kiondoe kwa jina la Yesu. Sema na kiondoa, sema na kiondoa, sema na kiondoa, sema na kiondoa kwa jina la Yesu. Nalitumia jina la Yesu kukiondoa hicho kinachosababisha nisipate njia, kinachosababisha nisipate njia. Na kiondoa kwa damu, na kiondoa kwa jina la Yesu, na kiondoa kwa jina la Yesu. Upinzani, upinzani, upinzani unaosababisha kuharibu maisha yangu, na uondoa kwa jina la Yesu, 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 na uondoa kwa jina la Yesu. Tunaharibu, 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 tunaharibu. Kama ni wachawi wanazuia, kama ni nguvu za giza zinazoharibu, tunaziharibu kwa jina la Yesu. Kama ni mapepo yanayoharibu maisha yetu, tunayaondoa. Moto, 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 moto kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Tunaharibu kila nguvu za giza, tunaharibu kila mapepo yote. Hebu haribu kila nguvu za giza, haribu wachawi kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Sema tunaharibu, sema ninaharibu, sema ninaharibu chochote kinachozuia maisha yangu, chochote kinachozuia familia yangu, chochote kinachozuia watoto wangu kwenye masomo yao, na kiondoa, na kiondoa, na kiondoa, na kiondoa, na kiondoa, na kiondoa kwa jina la Yesu. Naondoa kwa jina la Yesu, naondoa kwa jina la Yesu. Ondoa kila vikwazo, kila vikwazo, kila beria, naziondoa beria, naondoa beria juu ya maisha yako. Hebu ondoa beria, ondoa beria juu ya biashara yako, ondoa beria juu ya biashara yako, ondoa beria juu ya maisha yako. Ondoa, ondoa, ondoa kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Sema naondoa kila beria zozote, naziondoa leo, naziondoa leo, naziondoa leo kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Naondoa beria zote, na washa moto kwa jina la Yesu. Kila vizuizi, si kwa majeshi wala silaha,
Endelea kuomba. Kwa neno lote, bali katika kila neno muombe. Asante Yesu. Wewe ni Yesu.